neno la Mungu ambalo kichwa cha somo kinasema kuishindania imani. Amen. Kuishindania imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wa Kristo ni watu wa imani. Ni watu wa imani. Kwa sababu sisi ni watu wa imani, ni lazima ile imani tuliyoipokea, ambayo katika hiyo tumesimama, tuweze kuishindania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisikia kushindana, ni kwa sababu kuna kitu au kuna jambo linalopinga au linalopingana kinyume na imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mitume wanaendelea kuhubiri hii Injili, hii imani ya Kristo, wakaona wawatukumbushe kwamba nyinyi wa Kristo basi msisahau kuishindania imani. Sababu walikuwa wameangalia jiografia ile, wakaangalia mambo yanayoendelea mahala pale, wakasema no, kama tusipowakumbusha hao wa Kristo kuishindania imani, watahisi bado wako sawasawa, watahisi wako vizuri, kumbe walishatoka kwenye msingi wa imani, walishaenda kabisa mbali na Kristo, huku wakiwa bado wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanzia kitabu cha Yuda, hapo ndipo tunapopata msingi wa somo letu. Kitabu cha Yuda 1 mstari wa 3 na wa 4. Yuda iko karibu na Ufunuo. Nitoka tu Ufunuo unaenda Yuda. Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba nataka muishindanie imani ile ambayo wamekabidhiwa watakatifu mara moja. Manake hii imani yetu imekuja mara moja, au imani yetu ni moja. Kama ukichezea hakuna nyingine imani ambayo unaweza ukaipata kukusaidia kukuokoa au kukupeleka mbinguni, haipo. Ukishindwa kuitunza imani hii, ukishindwa kuutunza wokovu huu, utapoteza mwelekeo na huwezi kufika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba naona niwaandikie ili muishindanie imani, ile imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja, ambao kuna watu wamejiingiza kwa siri ili watupotoshe au watupoteze kututoa kwenye msingi wa imani hii. Sasa hivi kuna wahubiri wengi, kuna makanisa mengi, kuna mengine ndio kujiuliza haya yametokea wapi? Na kuna shangaa. Ni kwa sababu ni watu ambao lengo lao tu ni maslahi ya kifedha, lakini si kusema ukweli, kuwaunganisha watu na Kristo, si kusema ukweli, kuwapatanisha watu na Mungu, ila wao tu wamebezi sana kwenye sadaka ya kujimaliza, sadaka ya ukombozi, sadaka sijui ya nini, sadaka sijui ya nini. Kuna sadaka ya kukomboa mguu, kukomboa mkono, kukomboa tumbo, kila kitu kipo. Lakini ukiangalia haya yote kwenye maandiko, huoni sehemu Yesu anasema komboa mguu, komboa kichwa, komboa macho, toa sadaka maalum kukomboa sijui kiuno. Jamani,
Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao wamejiingiza kwa siri ili watutoe kwenye neema ya Kristo, watutoe kwenye msaada wa Mungu kupitia Kristo. Na wewe Mkristo, kwa sababu kuna wakati mwingine, kwa sababu unakuwa haujui, unajikuta na wewe umeingia kwenye mfumo au kwenye mkumbo huo wa kuanza kufanya vitu ambavyo vinaasiri kama vya Mungu, lakini ukivichimba ndani hauoni Mungu ndani yake. Sababu hawa ni watu ambao wamejiingiza, wamo miongoni mwetu ingawa sio wa kwetu, wamo miongoni mwetu ingawa si hatuendi safari moja, na wenyewe wanakuambia tuna Mungu, na wenyewe wanakuambia tunasema Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapochunguza maandiko, utakapochunguza mafundisho yao na maandiko, havifanani. Vitu ambavyo wanataka wewe uvifanye, ukichunguza kwenye maandiko hauoni msingi wa neno la Mungu kwenye vile wanavyovifanya. Ni kana kwamba wanataka kupingana na Yesu Kristo, ingawa hawatakwambia wanampinga. Lakini ikiwa wewe utafundisha kitu ambacho Yesu hakukifundisha, wewe unampinga nani? Maana Yesu hicho kitu hakukifanya, hakukifundisha, wewe unakifundisha. Ikiwa mitume ambao Yesu aliwaamini akawakabidhi kanisa, Petro, Paulo, wakina Yuda, huyu mdogo wake na Yesu, wakina Yakobo mdogo wake na Yesu, hakuwaambia kafundisheni hivi, huyo mtu akaja akakufundisha hicho kitu, yeye amekipata wapi? Maana wale ambao Yesu alikaa nao, wale wanafunzi wake, hakuna hata mmoja amekifundisha hicho kitu. Alafu wewe ukaje kutufundisha? Wewe hiki umekipokea kutoka kwa nani? Maana wanafunzi wa Yesu wanasema kwamba haya tunayowafundisha tulikabidhiwa na Bwana. Sasa wewe unayefundisha ulikabidhiwa na nani? Atakayokuambia mafunuo. Na ili watu changae, sababu sisi hatujui Kiingereza sana, na kuambia this is revelation. Kwa sababu wewe Kiingereza hujui, unasema Musomi amekuja ametuambia revelation kwa kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ametumia maneno ya Kiingereza, na sisi Kiingereza Mungu hajatusaidia kukielewa. Kama tunaelewa cha juu. Tunaacha kusema ni mambo ya wasomi bwana. Sisi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni lazima na sisi wa Kristo tujue imani yetu, ili akitokea mtu anafundisha mafundisho yasiyopatana na imani yetu, mapema unajiondoa kwenye hilo kundi. Sisemi kwamba wasiwe marafiki zenu huko, au muache kwamba kutembelea na kuombana maji. Endelea kuombana maji, lakini atakapokuambia bwana, kanisani kwetu sisi njoo, tuna sadaka ya kukomboa kichwa, tuna sadaka sijui ya nini, tuna sadaka ya nini, shituka kwanza. Haya mambo hayajafundishwa kwenye Biblia. Yeye kayatoa wapi? Ni kweli ufunuo unaweza kawepo, lakini ufunuo usiotokana na Kristo umetoka wapi huu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tumesema kwamba Yuda anawaandikia waraka huu watu wote kwamba mkumbuke kuishindania imani, ambayo imani hii walikabidhiwa watakatifu mara moja. Imani hii ukiichezea hakuna nyingine, maana ilikuja ikiwa moja, hazikuja zikiwa mbili, ilikuja ikiwa moja. Kwa ikiwa imani hii utaichezea ukaipoteza, maana yake wewe umempoteza Kristo. Maana ni kwa njia ya imani tunaweza tukampendeza Mungu. Nisoma kile kitabu cha Waefeso 11 mstari wa 6. Nasema hata tupaangalie ili tujue kwamba umuhimu wa hiki kitu tunachokifundisha.
kitabu cha Waefeso. Waebrania noti ya Waefeso, Waebrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na huwapatia thawabu wote wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa ikiwa utaichezea imani hii ambayo walitabizwa watakatifu mara moja, manake haitawezekana kabisa wewe kumpendeza Mungu. Kwa utachagua uishindanie imani au uishindanie umpendeze Mungu, au usiishindanie usimpendeze Mungu. Na nikisema kuishindania imani, sitaki mchukue mapanga na kuanza kuwakata katika mapanga ambao hawana imani hii. Ni wewe kuweka msimamo ndani yako kwamba mimi nitaendelea kulishikilia neno hili, nitaendelea kulithamini neno hili mpaka hatua ya mwisho. Kama vile ambavyo tunaona wakina Stefano wanakufa kwa sababu ya imani. Na unasema mimi na hili neno ambalo nimelipokea, mimi na huyu Yesu ambaye nilimpokea, ni mpaka kieleweke. Haiwezekani kabisa mimi kumwacha Yesu kwa neno lolote. Hiyo ndio kuishindania imani. Usianze kuenda kununua panga na jambia sijui na nini, eti nataka kuanzisha kuitetea imani. Hapana. Sio lengo la fundisho hili. Ila lengo ni wewe uweze kukitunza kile ambacho kilikuokoa. Uweze kutunza ule wokovu ambao ndani yake umehesabiwa haki. Uweze kutunza imani ile ambayo ndani yake umekuwa mwana wa Mungu. Ukitunza hiyo ndio kuishindania imani. Neno lolote ambalo linakuja likipingana na hilo neno, unasema hapana, hilo sio fundisho letu. Mimi nilifundishwa, mimi nilisoma, mimi nimeona. Maana umefundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine hawaamini kama wanaweza kuwa wana wa Mungu. Anaamini Mungu hawezi kuzaa, anaamini Mungu hana mtoto. Ukimwambia wewe ni mwana wa Mungu, lazima kutakuwa na upinzani. Na ni ndugu zetu. Wengine ni familia zetu, wengine ni wazazi wetu, wengine kaka zetu. Ukimwambia Bwana mimi ni mwana wa Mungu, sema Mungu hawezi kuzaa. Mungu hawezi kuzaa. Kwa hiyo ukisema ni mwana wa Mungu, haiwezekani kitu kama hicho. Kwa sababu na wewe unasema mimi sitaki nimkosee Bwana. Unaamua kukubaliana na Mungu Bwana, kwanza Mungu ana mke, Mungu nini? Au ni mambo tu ya utapeli. Mwisho wa siku imani yako unazidi kuivuruga. Ule msingi na msimamo wako nao unaanza kuregea. Mwisho wa siku unapoteza kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tuishindanie imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani wewe kumtukuza Mungu wa viwango anavyostahili. Maana hata Yesu mwenyewe anasema kwamba atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Kwa kwamba imani ni kitu kikubwa. Ukipungukiwa kwenye imani, kuna vitu vingi hautavipata, kuna vitu vingi hautafanikisha, na hata mbinguni pasipo imani hauwezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Acha tusome hapa kitabu cha Wagalatia. Wagalatia 1:6. Wagalatia. Tusikie Paulo naye alikuwa anazungumza nini kuhusu kuishindania imani. Wagalatia 1:6. Ndio. Nasema mnastaajabu kwa kuwa mnamwacha. Ndio. Mnastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Endelea mpaka 9.
nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliowahubiria, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Paulo akawaandikia waraka watu wa Galatia. Anasema nastaajabu kwa sababu naona mnataka kumwacha upesi hivi Yesu Kristo aliyewaita kwenye neema yake. Na hamumwachi tu, ni kwa sababu kuna wataabishaji ambao wanaigeuza injili ya Kristo na kuanza kuhubiria kitu kingine ambacho sio kile ambacho mlihubiriwa mwanzo. Anasema hata kama itatokea sisi kesho tukaja. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema kwamba hata kama ikitokea mimi kesho nikarudi kwenu na kuambia yale niliyowahubiria jana ilikuwa ni uongo, msinikubalie. Hata kama ikitokea malaika na mabawa akashuka akawaambia kila ambacho mlihubiriwa ni uongo, msikubali. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba kitu Paulo alichokitoa hakikuwa cha kwake, bali alichukua cha Kristo akakihubiri. Alichukua kitu ambacho ndicho alichokabidhiwa na Yesu mwenyewe. Haukabidhiwa na malaika, haukabidhiwa na mtu wa kawaida, bali alikabidhiwa na Yesu mwenyewe. Nenda kahubiri hiki na hiki na hiki na hiki. Hata kama ikitokea mimi kesho nikarudi tena nikawaambia kwamba Yesu hawezi kuwaokoa, msikubali. Maana wokovu wetu unatoka kwa Yesu. Ikitokea akaja hata malaika akawaambia kwamba Yesu hawezi kuwaokoa, Yesu hawezi, hakufa kwa ajili yenu, dhambi zenu mungali mnazo, kwa sababu ukimwamini Yesu haitoshi kuondoa dhambi. Nikitokea nikawaambia kitu kama hicho, msikipokee. Huyo atakuwa sio Yesu yule, wala atakuwa sio Mungu ambaye kuja tunapohubiria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumaanisha kwamba alikuwa anahubiri kitu ambacho ni kweli kutoka kwa Mungu. Anasema hii kweli ukiishika ni itakayoweza kukupatia uzima wa milele ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba na sisi hapa Kanzole kwamba tukumbuke kuishindania imani. Imani ipi ambayo tunataka tuishindanie? Ni hii hapa. Unajua mara nyingi kuna neno hapa napenda kusema mara nyingi kwamba zamani nasikia mababu zetu walikuwa wanachezea bao. Kama unajua bao, kuna vitu vyeusi wanakuwa wanacheza watu hivi, anarusha hivi kete. Walikuwa wanachezea kupitia dhahabu. Wazungu wakaja wakasema hapa tumepata. Hawa watu wanachokichezea hiki hawajui thamani yake, hawakijui kabisa hiki. Wanachezea mamilioni ya fedha, wanachezea bao. Mzungu akaenda kanunua, akatengeneza gorori, akawaambia hivi vitu hivi, si mnaona vinang'ang'a, chezeni hivyo. Wakamsifu mzungu, asante, asante kweli. Huyo mtu na upendo, mzungu na upendo. Wakati ambapo haujui thamani ya kitu, hata kama ni cha thamani, unaweza kukichezea kabisa, sababu haujui thamani yake. Na kwa sababu unakuwa hujui thamani yake, hautajali. Sasa hii ndio nini? Si ni mawe tu tumeenda pale tumeokota. Mtoto nenda mtoni kaleta vingine pale kwenye mtu. Kumbe unachoka mtoni. Kitu kama haujui thamani yake, ni rahisi sana kukipuuzia na utokijali. Na wewe kama hautajua thamani ya imani, umuhimu wa imani hii ya
chezea na kuona kwamba hiki ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Duniani kuna dini nyingi, duniani kuna madhehebu mengi, lakini imani ya kweli, dini ya kweli ya kumfanya mtu aweze kwenda mbinguni, Yesu Kristo. Yaani unaweza ukaruka juu ukashuka chini ukaenda katikati, lakini kama hautakuwa na Yesu ndani ya moyo wako, huwezi kufika mbinguni. Na imani ambayo nataka tuilinde ni imani ile ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndio ambayo nataka tuilinde. Unajua kwamba kama utamkosa Yesu ndani ya maisha yako, kama utamweka Yesu kwamba ni kitu cha kawaida, ujue kabisa kwamba maisha yako ya kwenda mbinguni hayapo. Hiyo nataka tuishindanie imani hii. Najua imani ziko tofauti. Nikisema imani, kuna imani kwenye kuponywa, kuna imani kwenye kupata vitu mbalimbali, imani kwenye kutajirika, ni imani, lakini hayo yote yametokea kwenye imani kwanza ya wokovu. Biblia inasema kwamba lengo kuu la wokovu ni kuokoa sisi roho zetu. Kwanza moja, uwe na magari, uwe na nini, lakini cha kwanza kabisa uwe na uhakika wa uzima wa milele ndani yako. Na utaupata uzima wa milele ndani yako kwa kumwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kupitia yeye umepata msamaha na ondoleo la dhambi. Hiyo ndio imani ambayo nataka ndani yako uiweke. Unajua kwenye Biblia kuna watu wawili kwamba Yesu aliwatolea kama mfano. Ukawa na mtoza ushuru na mtu mwingine ambaye yeye alikuwa ni kama mshikadini mzuri. Yule mshikadini akafika pale akaanza kuomba, mimi Baba, unajua mimi nafanya hivi, natoa fungu la 10, mimi naomba kwa juma mara kadhaa, mimi nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na akaja mtoza ushuru. Unajua mtoza ushuru kwa dhamani alikuwa anaonekana ni mwenye dhambi, mtu ambaye hafai. Unajua mtu kila siku asubuhi umeshalipa kodi. Unajua sasa hivi kodi zimepunguzwa. Kulikuwa na kodi ya kichwa, kodi ya nini. Sasa ukimwona mtoza ushuru ulikuwa unasema hapa nimekutana na kweli na mtu, sio hivi, nimekutana na mtu kweli. Yule mtoza ushuru akafika akajipia pia kifua, Baba, mimi ni mwenye dhambi hivi na hivi na hivi na hivi. Yule muungwana ambaye yeye ni mshikadini, yeye akaenda kifua mbele, Baba, mimi nimekuja kama unavyoniona, mimi sadaka natoa fungu la 10 hivi na hivi na hivi na hivi. Akataja sifa njema kwa macho ya kibinadamu, njema kabisa, yani njema kweli, lakini kwa Mungu huyo hakupata kibali. Lakini yule ambaye alisema mimi naomba tu nihurumie, rehema zako ziwe juu yangu, neema yako na nini vinisaidie, ndio akapata kibali kwa Mungu. Wakati mwingine ni rahisi kuhisi unapata wokovu kwa vile vitu unavyovifanya, na wala si kwamba yule alikosa kukubaliwa kwa Mungu kwa sababu wote anatoa hilo na ile. Hapana, ila alikosa kibali kwa Mungu kwa sababu alihisi ndani yake kwa kufanya hivyo amempendeza Mungu peke yake. Kumbe Mungu kuna vitu vingine anavyoviangalia nje ya hivyo. Kuna vitu vingine ambavyo Mungu anaviangalia nje ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja ambaye na yeye Biblia inamtolea tena mfano. Alikuwa ni akida wa jeshi la Italy. Alikuwa mcha Mungu mtaua ambaye alikuwa analisha wasiojiweza, anatoa sadaka mbalimbali. Yule mtu kwenye kuomba kwake Mungu akamwonyesha maono, akamwambia tuma watu
kwa Yafa kwa Petro, kwa mtu alikuwa Simoni, ana mgeni anaitwa Simoni Petro, umuite, atakwambia mambo ya kupasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ni kweli unatoa sadaka, ni kweli unatoa fungu la 10, ni kweli unafunga na kuomba, lakini nenda Yafa kwa nyumba ya Simoni, ana mgeni amemtembelea, anaitwa Simoni Petro. Huyo Simoni Petro atakwambia mambo ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wakati yule Simoni Petro alipofika pale, mambo aliyomwambia yalikuwa ni haya hapa. Akamwambia, jamani, hili alikuwemo kwenye somo, lakini naitoa tu kama sehemu ya mfano. Akasema kwamba huyu Yesu alikufa na siku ya tatu Mungu alimfufua kama asemavyo maandiko, na kupitia yeye Mungu atahukumu waliokufa na walio hai, na kupitia kwake itahubiriwa habari ya ondoleo la dhambi. Wakati Petro anasema hayo maneno, Biblia inasema kwamba wale watu wakayaamini, walivyoamini wakapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona, jambo ambalo alipaswa kufanya ilikuwa ni kumwamini Yesu kama sehemu ya ondoleo la dhambi. Hicho ndicho kilichofanya Mungu amwambie atume watu Yafa kwa Petro, ili Petro aje amwambie mambo ya mpasayo kufanya, ambayo ilikuwa ni kumuunganisha tu na Mungu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Na mimi naomba kwamba tujue imani ambayo tunapaswa kuishindania, kuhakikisha ndani ya mioyo yetu tunayo, ili kwamba hata Yesu akija sasa hivi tusitayarike, ni kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Ujue kwamba ni kupitia kwake unapata msamaha wa dhambi. Ujue kwamba ni kupitia kwake yeye ulipata ondoleo la dhambi zako zote, wala si kuja kwa kanisani kunapofanya usamehewe. Unajua kuna mtu mwingine akitenda dhambi anafunga wiki nzima ili apate ondoleo la dhambi. Kuna mtu mwingine atafunga siku 2, kuna mwingine atafunga siku 3, kuna mwingine atafunga siku 1, lakini uhalisia wa mambo hauko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba Yesu ndiye kipatanishi cha dhambi zetu mbele za Mungu. Kwa utajikuta unajiundia imani ambayo haitokani na msingi wa neno la Mungu. Mwisho wa siku mfumo wa Mungu wa imani utakutema, na ukikutema utashangaa siku Wakristo wakikusanywa mbele za Mungu, wewe ambaye ulikuwa unakuja kanisani kila siku haumo. Bado utajiuliza, imekuwa kuwaje mimi niliyekuwa kila siku kanisani nimekuwa nje ya mfumo? Ila kwa sababu msingi wa wokovu haukuuzingatia. Inaweza kama si vile ambavyo unatarajia iwe. Najua sababu tuko hapa, tumetokea sehemu mbalimbali, wengine Mwanza, wengine Arusha, wengine Mbeya, wengine Kigoma, wengine Tanga, wengine wapi. Kabla ya kusali hapa, kila mtu alikuwa anasali sehemu yake, wengine Katoliki, wengine huko, wengine wapi. Kwa tuna misingi tofauti tofauti ya imani. Yule wa Roman Catholic anaamini kupitia padri akienda akisema na nini ndio atapata kusamehewa. Yule nani anaamini aliyefundishwa lazima hivi na hivi, na anaamini vile vile. Msingi wa kweli wa kupata wokovu ni kupitia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio msingi sahihi ambao nafaa uwe nao ndani yako. Huo hautokani na dhehebu
dhehebu la FPC, hautokani na dhehebu la Anglikana, hautokani na dhehebu lolote, bali unatokana na Mungu mwenyewe kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hiyo ndiwe iwe msingi wa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 6:47 mpaka 51. Msingi wa imani. Tuendelea na somo letu. Yohana 6:47 mpaka 51. Yohana 6. Amini amini nawaambia, yeye aminiye ina uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani, wakati hiki chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asile. Mimi ndimi chakula cha uzima kikishuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula kitakachotoa milele kimeundwa kwa ajili ya uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kwamba hapo Yesu anawaambia kwamba amini amini nawaambia, yeye aniaminie, yeye aaminie anao uzima. Ndio maana kasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ukiwa na imani inawezekana kumpendeza Mungu, na inakupa uhakika wa uzima wa milele ndani yako. Unaweza kutafuta njia nyingine ya kupata uzima ndani yako, lakini isiwe sahihi. Maana ili njia ya kupata uzima iwe sahihi, lazima iwe imetokana na neno la Mungu, iwe ina ahadi ya uzima ndani yake. Usije kufanya chochote kwamba unajua nikifunga sana Mungu atanipa uzima wa milele. Hiyo unajitungia wewe. Unajua mimi nikienda sana kwenye mikutano na semina mbalimbali, kwa hiyo itakufanya uhesabiwe haki mbele za Mungu. Hilo umetunga wewe. Lakini njia ya kufanya ndani yako uwe na uzima wa milele ni kumwamini Kristo. Sisemi tusiende kwenye semina, sisemi tusiende kwenye warsha za Kikristo, sisemi tusiende kuwa wapi na wapi. Yote yanahitajika kwa kusudi linalofaa. Usitumie kitu kwa kusudi lisilo sahihi, hautapata matokeo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mkulima. Serikali imetangaza tarehe 12 mwezi wa 7 tutakuwa na semina ya wakulima. Kila mkulima aje na namba yake ya mkulima. Halafu sasa mimi niende idara ya uhamiaji na namba yangu ya mkulima. Nitapata kweli hiyo semina ya wakulima? Haiwezekani. Kwa ili upate matokeo sahihi, ni kufanya kitu sahihi kwa mujibu wa maelekezo ya neno la Mungu. Simple. Usijitungie njia mbadala ambayo haina maelekezo ya Mungu. Hautapata kitu cha kimungu, hautapata ukweli kabisa. Usifikiri Mungu kwamba atakuhurumia tu kwa sababu wewe ulikuwa unafanya. No. Mungu ameshaweka taratibu ili upate uzima wa milele. Hatua ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya tatu ni hii. Halafu wewe ukasema hizi hatua zote sitaki, acha mimi sasa niunde ya kwangu. Utamwona Mungu hana upendo, kumbe ni wewe tu ndio hujamuelewa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 5:24. Biblia inasema hivi, amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aya kwa moyo mmoja ambayo inajulikana watu wote. Yohana
Mtakatifu 3 mstari wa 16. Si tunajua wote, kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa uzima ndani yetu tunaupata kwa kumwamini Yesu Kristo, na hiyo ndiyo ambayo nataka tuishindanie, na hiyo ndiyo ambayo Yuda mdogo wake na Yesu aliandika waraka kwa watu wote, akiwaambia watu kwamba waishindanie imani, maana kuna watu wamejiingiza kwa siri kutaka kuibatili neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema muishindanie imani. Kuna watu naona wanafundisha mafundisho mengine ambayo sio yale ambayo yanaweza kumpatia mtu uzima. Nataka muishindanie imani hiyo, msibatilishe msimamo, bali muendelee kuwa na msimamo huo ule ambao tuliohubiria kwamba kupitia Kristo mnapata ondoleo la dhambi, kupitia Kristo mna uzima wa milele, kupitia Kristo mnakuwa wana wa Mungu. Muendelee kuwa na imani hiyo, wala msibadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa na mimi nataka kwamba tuwe na imani hiyo ndani yetu, kwamba ni kupitia Kristo tumepata uzima wa milele, ni kupitia Kristo tumepata ondoleo la dhambi, ni kupitia Kristo tumepata msamaha wa kweli wa milele, na Yesu akiwa ndiye sadaka ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio ambayo natamani kwamba yawe msingi wa wokovu wetu siku zote za maisha yetu. Wala usijiwekee mfumo mwingine, wala usijiwekee nia nyingine, bali nia yako iendelee kwa hii kwamba mimi naenda kanisani, mimi nafanya hivi, lakini msingi wa wokovu wangu ni Yesu. Mimi nafanya hivi, lakini msingi wa wokovu wangu ni Yesu. Yaani yoyote unalolifanya lisikuondoe kwenye wazo hilo, kwamba ifikie mahali utegemee bidii na juhudi na mawazo yako. Isifikie hiyo hatua. Hata kama ukifika mahali unatoa sadaka kubwa, usifikiri ndani ya moyo wako kwamba kwa sababu ya sadaka hizi napata kuhesabiwa mimi kuwa mwadilifu au mwenye haki mbele za Mungu. Bado endelea kujua kwamba haya nafanya kama wajibu wangu, lakini mpango ni ule. Kupitia Yesu napata mimi ondoleo la dhambi. Kupitia Yesu napata msaada wa Mungu. Kupitia Yesu napata kukubalika kwa Mungu. Hiyo ndio endelee kuwa nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua wakati mwingine unaweza kujikuta sababu ya kufanya vitu vingi vizuri, moyo wako ukaanza kujisifu, sema kwa sababu ya hivi vitu hivi mimi napata kibali kwa Mungu. Sababu ya hivi vitu mimi nimejenga kanisa, ile kanisa ukiangalia mchango mkubwa natoa ni mimi. Mimi pale naamini kabisa Mungu akiniangalia, anasema pale na mwanangu kabisa. Maajabu kwa Mungu. Wewe unaweza kutoa pesa nyingi kabisa, alafu akaja mjane mmoja akajitolea kasenti kadogo tu. Mungu akasema huyu mmoja aliyetoa zaidi kuliko wote ni fulani, aliyetoa shilingi 500, alafu aliyetoa milioni 10. Wakosa kupata thawabu au ukakosa kuonekana kama umetoa kwa moyo wa unyofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima ujue kabisa ndani ya moyo wako, ni kweli tunafanya mambo mazuri, lakini yale mambo mazuri yasiwe ndio sababu ya wewe kujisimamisha mbele za Mungu. Endelea tu kukaa chini ya Yesu, ukisema kabisa mimi kupitia Yesu napata hivi, mimi kwa Yesu napata kwa vile nilivyo, mimi kupitia Yesu niko hivi nilivyo. Hapo utakuwa sawa na Mungu. Ndugu zangu kanisa, haya ni maneno ambayo ningetamani yawe nia ya kila mmoja wetu, kwamba ifikie mahali ujue kipaumbele namba 1 ambacho nafaa kuwa nacho ndani ya moyo wako ni uhusiano wako mzuri wa kumwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kwa sababu
Tunaweza tukaenda huku na huku tukafanya haya na yale, lakini kama tulikosa huu msingi tutajikuta tumepoteza, na tukipoteza haitakuwa vizuri. Na Mungu naamini kabisa ametuweka wengine kuwa walimu, wengine kuwa mitume, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, kwa lengo la kufundisha kweli ya neno la Mungu, kwa lengo ya kutoa maneno ambayo ni maneno yake kwa ajili ya kanisa, wala si zaidi ya hapo. Na mimi lengo langu ni kusema hivi ili muweze kuwa na nia hii ndani yenu. Wewe uliyekuwa na nia hiyo ndani yako, uendelee kuwa thabiti ndani yako, uendelee kuwa thabiti kusema kumbe kile ninachokiamini ndio hiki, uendelee kukishikilia zaidi. Na wewe bado kuna regarega, uje upande huu uungane na sisi kusema kwamba ni kupitia Yesu tu, kupitia Yesu tu, kupitia Yesu tu. Hapo utakuwa umefanya vyema, na hapo kweli Mungu akitazama atasema hakika nina mtu duniani, nina mtu duniani. Basi niseme Mungu awabariki sana, Mungu awabariki kwa neno hili la kuishindania imani. Twende tukaishindania imani, tukaweze kuing'ang'ania imani hii. Tujue kwamba ni kupitia Yesu peke yake tunaweza tukapata uzima wa milele. Kupitia Yesu peke yake tunaweza kupata uzima na kibali kwa Mungu. Wala usijitungie njia nyingine, usijiwekee msingi mwingine, usijiwekee mfano mwingine kwamba labda kupitia huo Mungu ataukubali. Hapana. Mungu ameshaweka njia moja, na imani hii ndio ambayo wametembea nao wakina Petro, wakina Paulo, na sisi tunaendelea nayo ili tu kumpendeza Mungu. Ni vizuri tuwe na imani hii, tung'ang'anie imani hii. Mungu awabariki sana. Amina. Baba mtakatifu, Mungu ni hai, katika jina lako saa hii na muda huu Baba, neno lako ni hili ambalo umenipa mtoto wako kwa ajili ya watu wako na watoto wako. Baba, naomba nikapate kibali machoni pa watoto wako Baba, wakaweze kujenga imani yao kupitia neno hili Baba, ukawasimamie, ukatie nguvu, usiwaache wala usiwapungukie. Neema yako ewe Bwana ambayo inaokoa wanadamu wote ikawa juu yao, wakapate uzima wa milele kupitia neno hili. Ewe Bwana, naomba nguvu zako za Roho Mtakatifu zikawafunike katika jina lako Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekumbushwa kushindania imani. Mwanangu, shindania imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumbe ili tumpendeze Mungu, kanisa la Kazole, watu wa Mungu, ili tumpendeze Mungu lazima tuishindanie imani. Hii ni kazi ya kila moja anayeniangalia, anayenisikiliza kabisa, kwamba tushindanie imani. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki kwa somo zuri la kushindania imani, kwa sababu Biblia inasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Ili tumpendeze Mungu lazima tuishi katika njia ya imani. Kumbe angalia, wewe unaishindania imani, imani ya Yesu Kristo hiyo kwa wanadamu wote unaishindania. Kumbe Mungu anataka tuishindanie imani. Aliyeleta imani ni Yesu, akafundisha juu ya imani. Kumbe hiyo imani ishikilie, tembea katika imani, kaa katika imani, ishi katika imani, usitikisike kutoka katika imani. Jenga misingi wako katika imani. Msingi wetu tushindanie imani, ndio msingi wa kweli. Ili halina baba, halina mama, halina kijana, wote kwa pamoja tushindanie imani. Mungu atusaidie, kanisa la Mungu, kusimama katika imani, kuishindania imani iliyotolewa mara moja tu, ya Yesu Kristo. Ndiye aliyeleta wokovu. Yesu
Kumbe tunapoendelea kujifunza juu ya imani, ishindanie. Usikubali kunyakuliwa imani, bali imani kuwe na kuongezeka. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana kwa somo la imani. Tukifanya hivyo, hakika na kweli tutakuwa watoto wa Mungu tukishindania imani. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki, akubariki, akuongezee viwango vingine katika utumishi. Amen. Kanisa la Mungu, tuishi katika hatua hii ya kutembea katika imani, ndio inayompendeza Mungu. Tukiishi hivyo, mbingu ni ya kwetu. Mungu anataka tuishi maisha ya imani. Imani, Ibrahimu alihesabika kuwa ni baba wa imani kwa sababu alikuwa na imani. Kilichosababisha Ibrahimu aitwe baba wa imani ni imani aliyokuwa nayo. Imani, kwa imani Ibrahimu akaitwa baba wa imani. Hata leo tunasema Ibrahimu ni baba wa imani. Kwa nini? Kwa sababu ya imani. Aliposikia sauti ya Mungu ukimwelekeza alifanya. Na sisi tusikie maelekezo ya neno la Mungu ili tuwe na imani iliyokamilika. Tunakwenda kumaliza ibada. Kabla tujamaliza, labda kuna mtu afya yake sio nzuri. Kama upo unaweza ukasimama tukaomba Mungu. Kama upo nasikia afya yako haijakaa vizuri, kama hata mke wangu afya yake sio nzuri, ndio maana hamjamuona hata leo, afya yake sio nzuri sana. Kumbe aliamka nasikia kizunguzungu sana tu kabisa, lakini tunamwamini Mungu kwamba Mungu anaweza. Basi wapo waliosimama, tunakwenda kuomba Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tazama watu wako, tazama wamesimama kwa imani ile ile ambayo tumefundishwa. Baba yangu na Mungu wangu, hebu watazame, angalia imani walionayo. Mungu wa mbinguni, wanasikia afya yao sio nzuri, kwa jina la Yesu, muweza, mumiliki, mtawala, mponyaji, gusa kila kiungo ndani ya viungo vyao vyote. Hebu wachunguze, waangalie. Bwana, nenda ukaguse mili yao, nenda ukawaponye, nenda ukawafungue. Mioyo yote ya magonjwa ikaachie kwa jina la Yesu. Yesu waguse, gusa kila moja. Hebu watazame, waangalie. Yesu Kristo, uhitaji wao kwako ni kwamba wafungue. Baba, asante kwa sababu wafungua. Tazama hata mke wangu Kristina, naye pia Bwana hajafika ibadani kwa sababu ya afya. Naomba Jehova Elishadai, Jehova ile, naye pia mguse, mpe afya njema. Nyamazisha kila teso ambalo limejiliwa ndani yake. Bwana, unapowaponya hawa, naye pia mponye. Unapowafungua hawa, naye mfungue. Unapoleta uzima, naye mpe uzima. Tembea katika jina la Yesu. Si hawa tu, wengine utalini, wengine majumbani. Baba, wote kwa pamoja tunawaleta kwako. Bwana, nenda ukawafungue, nenda ukawaponye. Achilia uzima juu ya wagonjwa, wape neema ya kufunguliwa. Baba, asante kwa sababu utagusa kila moja, utampa amani ya kuponywa katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi kiongozi wa ibada, karibu, na Mungu wa mbinguni akubariki. Bwana Yesu asifiwe.